poa, ninashukuru. Okay, so hapa kuna quick tutorial jinsi gani ya kuweza kuipakua app kutoka YouTube, okay? Kwa mfano, umepata link kutoka kwa rafiki yako ambaye amekutumishia kuhusiana na application. Hapa itanipa kuona mpango wangu ukoje, kwamba nina siku 30 kama unavyoona hapa imeandika 31 kutokana. Hapa nikiweka pause kidogo utagundua kaka kona hapa chini ukabonyeza kana kuza screen yote, kwa hiyo unaweza kaona kwa uzuri zaidi kama upo kwenye YouTube. Tuone inavyoonekana na geographical location ambako niko, lakini ni ile siku 30 na kwa chini hapa unaweza kaona pia. Sawa. Sasa hii hapa ni YouTube ambayo tunaifanyia kazi. Kwa hivyo ukibonyeza tena kakamshale hapa katapunguza. Kwa hiyo kama utasoma hapa kwenye hii head na kichwa cha habari mjasiriamali app sehemu ya pili, hiyo ukibonyeza itafunguka kukuonesha baadhi ya maelekezo ambayo yako pale. Ukisema more utagundua kwamba kupakua mjasiriamali app, bonyeza link iliyopo bio hapo juu. Sasa hapa kuna maelezo juu ya channel yenyewe, lakini bio iko wapi? Bio kwa YouTube ama ukitokea kwenye simu bonyeza tu mjasiriamali and tools hapa chini kwa maana channel husika, kisha itakuletea hichi kitu hapa. Bado kikifungua inakuelezea maelezo ya channel kwa ujumla, sasa sio kwa video moja moja. Kwa hapa chini kuna eneo ambalo linakwambia pakua mjasiriamali app hapa. Kwa hiyo hili eneo ndilo ambalo tunalibonyeza. Kwa tufunge kwanza video. Unabonyeza hii Drive Google, kisha itafunguka kama ambavyo naiona. Hii ndio application yetu. Tunachokifanya ni kupakua kwa kubonyeza kitufe cha download hiki hapa, kisha itafunguka kwa namna hiyo. Naweza kaikuza kaiona. Sasa usibonyeze mjasiriamali app.apk 75M, badala yake utabonyeza download anyway. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hapa kuna ujumbe ambao unasema Google Drive has detected issues with your download. Kwa nini? Kwa sababu this file is too large for Google to scan for viruses. Kwa hiyo MB 75 kwa Google Drive haiwezi ikafanya scanning, lakini wewe cha kufanya ni kubonyeza hiyo link ya download anyway. Kisha ikisha kufunguka unaweza kaona do you want to download mjasiriamali APK. Amesema file might be harmful. Kwa nini? Kwa sababu haupakui kutokea Play Store ama iOS, unaipakua kutokea chanzo kingine ambacho kinapitisha app. Kwa hiyo application iko safe. Bonyeza download anyway. Ukibonyeza namna hile utaona hapa juu kwamba imekuwa downloaded. Kwa hiyo ukibonyeza open utakuja kuipata hapa, okay? Ukibonyeza hii anakuambia pia for your security your phone current isn't allowed to install unknown apps from the source. You can change this in settings. Kwa maana ya kwamba Chrome, ikiwa unatumia Chrome, inasema kwamba hairuhusiwi kupakua application ambazo hazijapita Play Store ama iOS. Kwa cha kufanya, fungua settings, kisha ruhusu Chrome, na kisha ruhusu sehemu inayoitwa My Files, kisha rudi back, rudi tena kwenye application. Kwa vile mimi ninayo tayari kwenye simu yangu, itakuwa kama update. Okay, kwa hivyo hata mbeleni kama patakuwepo na maboresho ya application, utakapopata mjasiriamali app utafanya utaratibu huu ikiwa ulishakwisha kufanya installation, kwa maana ya kufanya update. Ukibonyeza update ita replace ama ita improve ile ambayo ni ya zamani kuwa hii mpya ambayo ni fresh update. Kwa hivyo kwa mimi, kwa sababu nimeshakwisha kuinstall, kwangu inakuwa ni update, lakini kwa wewe ambaye haujawahi kuinstall, utaratibu ndio huo. Unachokifanya ni kubonyeza open file,
na itakwambia do you want to install this app. Bonyeza install, itafanya installation. Baadaye bonyeza more details, alafu bonyeza install without scanning, kisha utaingiza namba yako ya pin kama unayo. Kwa hiyo screen yangu inaweza kaenda dark kwa sababu nitaingiza hiyo passcode ama pin ambayo ni kimsingi ni, kisha itafanya installation and then open. Bonyeza open, hivi ndivyo ambavyo itaonekana. Kuna walkthrough pages ya kukuambia ni kitu gani cha kufanya ama app inafanya nini, kwamba karibu mjasiriamali, fuatilia mauzo, manunuzi, matumizi na madeni kwa urahisi. Okay? Bonyeza endelea, nasema anza haraka kwa maana ya sajili bidhaa, wateja/suppliers, kisha anza kuendesha biashara yako. Kwa maana ya kwamba ukitaka kuitumia application haraka, basi anza kusajili bidhaa, wateja na suppliers. Hayo maeneo matatu na tutazingatia kwa kadiri ambavyo tunaendelea kujifunza. Endelea. Tengeneza ripoti za siku au baina ya tarehe 2 kwa muda wote pasipo kuandika kwa mkono, kwa maana ya kwamba pia application inakupa fursa ya kutengeneza ripoti. Kwa watu ambao mnajishughulisha na biashara, mnafahamu umuhimu wa ripoti. Kisha endelea. Tumia app bure, kwa maana ya kwamba mara tu unaposajiliwa kwa mara ya kwanza unapata muda wa matumizi ya bure kwa siku 30, kisha vifurushi vya bei rahisi vya wiki, mwezi, miezi 6 au mwaka vinapatikana. Anza sasa. Ukibonyeza anza sasa, inakupa some instructions hapa namna kujisajili, kwamba usajili plus muda wa matumizi. Muhimu kabla kuendelea ni kwamba ili kujisajili mara ya kwanza, hakikisha umeunganishwa na mtandao ama internet. Okay? Ni muhimu kuunganishwa na internet. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa kufanya usajili, system inakusajili ili iweze kuhakikisha kwamba unapata kwa usahihi haki yako ya msingi ya kupata muda wa matumizi bure wa mwezi mmoja ama siku 30. And then anasema ikiwa ulishajisajili awali, huwezi kupata muda wa matumizi wa bure wa mwezi mmoja, lakini pia namba ya simu unayosajili hapa ndio utakayotumia kulipia vifurushi. Sasa hapa tunaweza tukaona kwamba kifurushi kwa wiki ni shilingi 950 kwa wakati huu nina rekodi video hii, lakini pia kwa mwezi ni shilingi 3500, na kwa miezi 6 ni shilingi 19500, na kwa mwaka ni shilingi 1036 tu. Maana yake nini? Shilingi 950 kwa wiki au kwa shilingi 3500, kwa mtu ambaye atachukua 3500 atakuwa na advantage kuliko atakayekuwa amechukua wiki, kwa sababu kuna punguzo la hela hapo ukifanya hesabu ya kawaida. Kadhalika na mtu ambaye atachukua miezi 6 atakuwa na punguzo kulinganisha na shilingi 3500 kwa mwezi. Inawezekana sana ikapungua ikawa sio 3500 kwa mwezi kama utachukua kwa miezi 6, hivyo hivyo kwa mwaka, kwa maana ya 1036 ukigawanya kwa 12 unaweza kupata picha ya kwamba utakuwa unaokoa kiasi gani kwa mwezi. Na hapo tunaweza tukaiona kwamba kuna lipa namba ambayo ni 59477932. Jina ni Mjasiriamali and Tools, na kuna namba ya WhatsApp iko hapo. Kwa hiyo baada ya kuelewa utaratibu ukoje, kinachofuata ni kusajili. Na mimi hapa nitajisajili kwa jina langu. Kwa hiyo najisajili hapo na jina langu Mbeni Manai, namba yangu ya simu ni ile. Kisha baada hapo nitabonyeza sajili. Kama kila kitu kitaenda sawa na hapata kuwepo na shida yoyote, basi nitaunganishwa na kifurushi changu cha mwezi mmoja bure. Na kwa namna hiyo hiyo na wewe pia kama unavyoweza kuona inasema umesajiliwa, karibu, namba ni ile pale. Lakini pia mpango ni trial, status ni active, siku zimebaki 30 na expiry inaonekana pale ilivyo. Kwa hiyo nikibonyeza anza kutumia app, hichi ndicho ambacho nakiona ndani ya app yenyewe.